pahali Reverend anahubiri na vijana wanarudia na ujinga. Na hii mambo ya ulevi vijana waachaneni nayo. Na ndio tunataka muwe vijana wazuri. Nyinyi ndio nguzo ya taifa letu. Vijana wadogo. Kanisa ambaye amesimamia matanga ya ndugu wetu mupeleke huko kwa mto. Peleka mbali, atarudi baadaye baada ya matanga kuisha. Enda tu naye kwa mto kwangu huko. Kisha hata wataka tabia mbaya ya mtu mmoja kuharibu hata kanisa ikihubiri. Unajua wageni wale wametoka mbali wanafikiria Sirisia tunakaa namna hiyo. Na ni mtu mmoja mlevi peke yake. Hii ni heshima mbaya sana. Shame. Wachana na yeye akae chini. Norolela malaba libakokiwa ngeni. Bakokiwa lakini bamela atasonyera wayeta. Yeah. Heshimu wazee, heshimu kanisa. Heshimu wasasi. Na tutaendelea mbele vizuri. Nimekuja kupiga pole kwake ndugu wetu ambaye amelala hapa. Lakini hatukuja kupiga kelele. Wewe pia wakati utakufa watu watapiga kelele kwa mashishi yako. Na tutaki kuwe namna hiyo. Nataka Sirisia ibadilike vile Reverend amehubiri hapa. Na hako na historia ila ambaye ameona Sirisia tangu mwanzo. Sisi ni wadogo kwake. Akielezana hivyo sisi tunajua history inaenda ama imetokana namna hiyo. Mimi ni mbunge wa 7 katika hii constituency. Ya kwanza alikuwa Kere kutoka kule na Londo. Ya pili alikuwa Nathan Munoko, minister kutoka hapa Kolani. Ya tatu alikuwa Peter Kisuya kutoka pale Sikusi hapa. Ewe, oho jane silamo sivi kabisa. Efwe bachu. Wame bune fa kwa misie. Wame lo kwa maina. Neba ndiba kwenye bahuhando babwami funa fwe bachu kwenye bahuhanda kuba sawa. Lakini basawa bali bandu bakoyanire kabisa. Ila pite fwe bachu mahuruke kimyaka kimikalu kutuma basawa. Mala kenye uwasi olibo sikira singiro sichanende eburuki. No olubusawo manye oliwaye. Oho uitunza namna gani? Bishop ameongea, Bishop amehubiri, Reverend. Na wale wako na masikio tumesikia. Na tumeweka kwa kichwa zetu. Usitoke tu hapa bure na changaa peke yake. Toka na neno la Mungu ambaye imehubiriwa hapa. Na itakusaidia na familia yako katika maisha yako. Mimi ni Waluki. Mimi ni mbunge wenu. Na mimi si kafiri. Mimi nimeokoka. Na wewe je? Mahali umeketi. Unafikiria nini? Watumishi wa Mungu wakihubiri, wakitoka hapa wakiketi, wewe unafikiria nini? Katika moyo wako, katika akili yako.
tukae na heshima kwa viongozi wetu wa nchi hii, haswa rais, papa wa taifa hili, Rais William Ruto. Vitu mingi inafanyika. Nataka nikiona huko ng'ambo kwa milima, nataka nione stima waya zikiwa zimepita kila mahali saa hii mwaka huu, na pesa imeletwa na serikali milioni 250 katika hii constituency saa hii iko kila mahali. Tunataka kuona mwangaza inaangaza. Hiyo ndio maendeleo sisi Sirisia tumekosa kwa miaka mingi. Inakuja ninasema sitima hapa. Sasa wao wamelizo ulilata. Eno bala sitima ile bireri uli abundu anano yo mungi mwa estimate hecha kwa. Lakini unajua ne baloma atokoli kama baloma bindu bibi. Sasa ba sitima uli abundu ne hata mungi mwa. Na nipitia serikali. Mimi siwezi singeleta stima mimi peke yangu. Mimi naenda kuongea na kuambia rais, sisi stima Sirisia hakuna. Sema pesa ndio hiyo. Nenda mweke stima. Na ndio hiyo imekuja, tunaweka stima kila pahali. Sasa hivi bali kulima lakisi, akuicha Butonge. Sasa hivi hafuche Chongoi, akuicha Anano. Ulinda ino ya beko. Ulima hafuche na bichiringe ngeyeyo. Ela Mutohoro. Everywhere. Huwa kisha emulu. Ba engineer sahinga kuloma kulima limu. Muko nzito simu. Kuba kwa kesti. Kama ejike hunywe likasi ya county government, likasi ya Mutiembu, MCA, nende kama. Ne fwefuti evolution isi ya huyeta homusibala munota. Temonanga hosindu nabona ngomwana ino mwa Mutiembu kwa mwile kimyaka 15. Lakini hata hababa babutu ne baliana. Ahaba ne mbele baliana ate semulala. Kwanyo ule faida mwe MCA wefeta. Kwanyo ule faida to. Nesa kubona kwa kisata lazima tuambie ukweli. Na tunataka mabadiliko. Kwa hiyo nataka mabadiliko. Mimi siwezi kuwa nafanya kazi hata mtu ambaye naweza tuma nikiwa na roho niseme enda akilisha hapo MCA na mtume. Huyu msichana vile tulipea yeye kura ajui watu wa hapa. Tamanyile. Malaba wa shilingi milioni 30 sai 30 milioni. Uli kuja huko la maendeleo. Lakini hakuna maendeleo. No. Epa elesie babole ndi. Wae ele Mutiembu kimyaka 15. Nga mama. Malaba mama siba yete kwa hota. Tadi yete kwa mama basi ye bakola biashara bakola bari. Hakuna. Na mwe baba yete. Basi. Na ndio tunataka this time tujaribu mwanaume katika hii katika hii ward. Si ati lazima awe ni mama, hapana. Tunataka mwanaume. Because wa mama tumewapea 15 years, hakuna mabadiliko. So tunataka mwanaume naye tumpe, na kama afanye maendeleo baada ya miaka 5 mnamtoa. Ndio watoto wenyu wawe na foundation mzuri. Kura ni maendeleo. Si kura ya kupiga tu ati tunaona sura yako, sijui yawe ni nani, hapana. Horo, hapana. Kuna kitu kama hiyo. President Ruto anang'ang'ana na inchi. Hii inchi ilikuwa imeibiwa. Hii inchi ilikuwa wakora wamepepa pesa yote. Hii inchi ilikuwa kwa loan Kenya 11 trillion debt. Deni. Na anang'ang'ana akuhakikisha kwamba deni imelipwa. Anang'ang'ana kwamba stima Sirisia inaendelea. Anang'ang'ana kwamba aone barabara
inapita lami. Saa hii wanakuja Chwele, Sirisia, Ruahaha, Kamukuya kubomoa hii barabara, kuweka barabara ya kupepa uzito kutoka Rwanda lori sasa wapanue ndiye siuwe wananchi. Kitu kama hiyo. Lakini opposition Kenya wanapiga tu mdomo, kutusi President Ruto. Agenda yenu ni nini? Ni one term. Agenda yenu ni nini? Tunataka Ruto atoke kwa ofisi. Hiyo sio maendeleo. Iko kama mimi naulizanga Tidmas, what is your agenda kama tutakupigia kura ya ugavana? Ajui? He doesn't know anything about anasema ati nikisema watu wataiba agenda yangu. Na mimi tumeleta gavana mpya sasa. Gavana mpya. Yule ambao tunaona jana, kama wewe ulikuwa kwa runinga ama ulikuwa kwa mtandao ukaona watu ya Westlands wakilia machozi, sasa mtu amekufa. Timu alikuwa anawaongelesha kuambia kwa heri, I'm preparing myself now for Bungoma. Nimekuwa na nyinyi for 15 years, lakini sicha watupa. Wamama wanalia, vijana na wazee wanalia, because alikuwa ameweka biashara kwa kina wamama, kwa kina wazee, kwa kina vijana, employment. Si kama sisi tunapiga tu mdomo. Hapana. Na tunataka kiongozi ya kupeleka kaunti hii mbele. Na si mwingine ni Timu Wanyonyi. Timu Wanyonyi. Huyo ndio kiongozi ambao tuko naye na ndio tunaleta. Na nataki watu waona juzi vile mliaibika kwa uwanja hapa. Kwa ile matanga ilikuwa pale. It was a very big shame. Huyo mtu anakuja hapa anatoa shilingi 7,000 anapewa huyu, alafu kila mtu anafuata. Ati huche pake weni jemba ijise. Akifika kwa taraja anatoroka anawaacha hapa. Mimi nakuta watu kwa taraja, wengine wanataka kurudi kwa uwanja, wengine wanaenda TTI waende kwangu nyumbani. Yaani mmepoteza network, hamjui mnaenda wapi. Sasa nikashangaa na watu. Sasa hiyo ndio maisha mnataka sisi tuishi. Mtu anamkora, anatanganya nyinyi na mnamfuata tu. Tafadhali epukana na vitu kama hizo. Nataka mtu anaweza sema, mimi hapa nikisimama Reverend uniulize Waluke, wewe umefanya nini kwa hawa? Na mila zeo na mila na kubali la baba na sifa la sios. Ndipo na nikajikasi. Ikurudi iko madam hapa nimeona. Huyo. Na mila Mungu sikila Mungu arana. Na mila in my home. Nije ya mila ndi chairman ya kahawa. Nenija analo kila protest ya baba. Kama protest ya lawe changa hofu kora hii na hii. Yaani mbala zeni na vile. De mbala de jiso chiwa. Denge nanga usoma li mundu musa tawe. Hata leo nimepewa walimu karibu 21 leo peke yake na jana. Nataka nisaidie watoto ya area hii wawe sawa sawa. Na umeuliza Charles, mtoto kuandikwa jeshi. Na hiyo ndio kusudi mlinipea kura zaidi. Na nitaandika. Na uuliza Charles, wewe kukua kwa CDF. Kuanzia leo, siku ya leo tumekuweka kwa CDF ndio saidia hawa watu. Pata mshahara. Nataka na hata kanisa ikisema ati we mkono, onyesha mkono. Nataka kanisa inaongea wasi. Inasema Waluke tunakutaka vile Reverend amesema, leta Timu Wanyonyi. Na kama Timu Wanyonyi achakuja, mimi niko na mjaniambia kitu. Ukiniambia Reverend unasema tunataka Waluke leta hii, mimi naleta. Hii ni kanisa langu. Na mimi si kafiri niliambia hii. Okoka. Kanisa ndio hii. Kanisa ingine ndio hii. Naona kanisa ya hii kofia. Naona salamisho ni hapo kina
Naona kina Nangami hapa. Kina Sajini Mecha hako hapa. Salvation Army. Nimeona Catholic. Peana moyo wako. Peana kama mimi mpunge nimeokoka na wewe unakunywa chang'aa. Jiulize. Kwa nini Waluka ameokoka? Kanisa iko hapa. Reverend yako hapa. Mapisho pastors wako hapa. Usitembee tu. Mholi amekufa na kansa. Alipata kinonda na mahali alikuwa kule hakutibiwa. Sasa ikagrow to cancerous. Mimi nataka kuambia ukiona umekuwa ruhusa kidogo siku hizi, enda kwa hospitali, tungwa sindano ya tetanus immediately. Usiwache tu udharau tu kitu kadogo itapona, hapana. Mwishowe itakulaza chini. Chunga maisha yako. Mungu wako atakusaidia, lakini enda hospitali. Ndio Mungu aweke sindano takatifu ya mwisho. Tafadhali. Reverend, umeuliza mambo ya soko. Tumekuja, tumeleta tayari. Tunaweka soko ya kisasa ya milioni 160 hapa. Soko ambaye ni korofa. Soko ambaye itachukua wanabiashara ya mama hao wote. Inachengwa hata mama akiwa na mtoto pahali ya kunyonyeshea mtoto. Hapo sasa ndio hiyo. Na hii ni William Ruto. Na mimi niko kwa komiti ya housing. Hiyo nimeleta taa mrefu mita 30 huko juu. Itakuwa inamulika hii sirisia yote. Kila mtu anaonekana, hata mkora. Wamama wauze biashara zao, hata akitaka mpaka asubuhi yake. Sasa ya pili nimeleta kwa mambo ya housing. Tumeleta 300 units manyumba kwa TTI ya watoto wetu wakisoma. Hakuna kwenda kutangatanga ati wanatafuta nyumba mahali ya kuishi sijui kwa nani sijui wapi. Hapo naona makorofa yamesimama hapo. Tunaweka soko Sirisia. Tunaweka soko Malakisi inaendelea. Tunaweka soko Luandanyi inaendelea. Taa tunaweka na Mwela hiyo mrefu. Taa tunaweka Sirisia ile mrefu. Taa tunaweka Malakisi ile mrefu. Sasa wamama jipange. Tuwatafutie pesa. Mfanye biashara. Na hii yote ni William Ruto. Kwa utasema ati waruke juu na hata huna kitu ya kuuza. Sasa unaona? Wewe ujipange uuze kitu. Tafuta hata mbuzi, useme waruke nipe biashara pesa ninunue biashara, nifanye biashara hata ya mbuzi ama ya kuuza kuku, baadaye uuze ng'ombe, baadaye uwe tajiri. Lakini kutembea tu na changa hapa, hiyo haitasaidia. Wazee wa hapa mahali tuko. Tulikuwa na mzee na Shemunya pale. Mimi nilisika. Walikuwa ni wazee wazuri. Mzee Kimongoi nilimjua nikiwa mdogo akifanya kwa county council. Na alikuwa akifanya viatu tu kwa Saida, nataka akienda mshahara Bungoma. Alikuwa anafaa viatu, alikuwa na viatu. Reverend huyu mzee alikuwa na viatu. Lakini alikuwa anafaa wakati moja ya kwenda safari ya Bungoma kupata mshahara. Mzee John Umero, papa ya huyo madam na huyu na Martin na Rafael wewe.
Naona mimi ngali na basakhulu bano khaliwela ababukula mapema waseya hapa wote, ikiwemo Wilson wa Malwa hapa wa Kulambusi, mzee na Biswa, mzee hapo juu, mzee wa Matoi Mabale umulanganga kuli mzee Wekesa hapa nyuma, wazee wote, na tunasema Mungu awabariki mahali walienda, wakae na Mungu kule. Nina makubala na maswa nubile ndi bakumwate yo hano kaluhana sasa tuliambia huyu jamaa alipe sisi pesa ya kahawa. Tunataka utulipe up to 150 shillings. Umetulipa 80. Pato pesa zingine na tutakufuata because pay ya kahawa imepanda. Hao watu wanataka watoke kwa umaskini na wameangalia wewe. Asante Bwana Mheshimiwa ambaye ni baba yetu kwa kunipa nafasi hii. Nataka kushukuru kwa sababu kila wakati nafuata maagizo yako, na wakati huu sasa tuliuza kahawa tukalipa 80 shillings. Kuna kahawa haijauzwa bado, tukishauza tuko na committee meeting, tutaweza kukaa chini na tuta announce rate ya pili. Kahawa ingine haijauzwa. Kwa hivyo Mheshimiwa, naomba unipe nafasi tu kidogo. Next time we meet, we are going to hit the target. Thank you, sir. Good. Ni kijana ambaye ukimwambia kitu anaelewa na anasikiza vizuri. So nyinyi pia wakulima mpee support. Unajua mkiuza kahawa recha vile mmekuwa mnauza Uganda inawasaidia ndio, lakini ukipata boom kama mimi nilipata 1200 sijui 80, na hiyo mimi naweza nunua kitu. So wewe peleka kahawa kwa society. Ndio mmeishiwa, na ndio kusudi tunataka sisi wote vile Reverend amesema, ama familia hizi nimehesabu hapa, sisi tulitoka kwa maisha ya chini. Maisha, mimi mama alikuwa akiuza changa pale, akishikwa na polisi, sometimes wamepelekwa Malakisi. But here I am because of you people. Kwa ajili ya nyinyi, kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya maombi yenu, na mkasimama na mimi. So si kusema eti mtoto ya maskini hawezi kuwa pahali. Kama vile Reverend amesema, hata rais wetu William Ruto baba yake hata hakukuwa mkasa. He was nobody. But kwa bidii na Mungu na kutrust Mungu na maombi na kutumikia kanisa na kusaidia kanisa, William Ruto sasa ni rais. Na ni rais ambaye ako na maono ya nchi. Rais ambayo sijawahi kuona rais ambaye ako committed kwa nchi yake kimaendeleo kama Rais William Ruto. Leo amekutana na vijana, sasa anaenda round kwa mambo ya nyota. Leo alikuwa Nairobi anakutana na vijana. Kile kwa nini? Vijana walikuwa wanakutana na rais kwa nyota. Mambo ya housing. Ya housing, lakini na nataka vijana wa grow. Internship. Ilikuwa ni vijana kwa mambo ya internship. Hata Kerea hajui. Internship. Internship ya housing.
Kwa nini mimi nikumbuke na wewe ni kijana mdogo huwezi kumbuka? No, internship ya housing. Hata iko vijana ya Sirisia hapa wako kwa hiyo internship. Wale walifanya engineering, kama walifanya architect, kama walifanya electrical or electrician, kama walifanya civil engineer, kama walifanya mambo ya maji plumber, alikuwa anakutana nao leo na anawapea hiyo nafasi. Atakuwa anakula 6,000 akiendelea na hiyo ya internship masomo yake. Nataka rais kama huyo mwenye mafikira timamu. Na Ruto akunywangi pombe. Ruto anakunywa tu maziwa na chai. And that's why he is sober. Akitaka nchi hii iende from third world to first. Kule Lironi na courage. Wale watu ya kuenda Nairobi wanakuwa na barabara yao 3 lane. Wale wanaenda Malawa Uganda barabara yao 3 lane. Sasa hapa katikati inawekwa ukuta tu ili watu wasikufe, wasiwawe na marori. Hiyo ndio maendeleo ya rais sisi tunataka. Na opposition wanapinga. Anasema nini hiyo? Oh, one term. Hawa ni mvumilivu. Na najua lakini leo nimechelewa. Mimi naenda Nairobi. Sasa hakuna kufinywa. Haya, kama utabadilisha tabia basi, kama utabadilisha nitafinya basi. Na ni baada ya Reverend kumaliza kazi yake. Nataka muwe watu wazuri, watu wangwana, Wakristo ambao wanamjua Mungu, watu mwokoke, ujue kanisa, ujue Mungu ambaye alituumba sisi.